that I'm here, having to say goodbye. And I can barely see you through these tears I cry. I close my eyes, I can't hear the sound as angels gather around, saying this is where you belong. Welcome home. There are the days that my heart aches, wishing you were here. But I know where you are, the hurt and the pain disappear. There's no more tears. I can hear the sound as angels gather around, saying this is where you belong. Welcome home. Welcome home. Welcome home.
We are all gathered here to pick the remains of our dear father, who is the Elder James Maronga, so that we can head home to lay him to rest. With us here we have our in-law, who is going to lead us in a prayer this morning before we leave for Birongo. Thank you. Sewaona tigato sabenge mwanji tatanya sai twakira sore mambi to wakira byamono watulende ku rwasobo tukubware ngo butambi twikire kinga kieki igereria mamura arire gaiga utigire amate kweyomya bare wetira sikya wasabiro bwanje bwo bakoreke gitere amate rino badu bwayo bwaho bateni egereke bakoro moyego bagendere ko bayime yawo kinga cyose turasobo kubweseye wono monene maiga ngo cyaka tore safari asoko muhira asoko kikomoyenya tugitere no bonene bwawo to ikibuya togendere ko togire tari yawo kinga kyasi kingaki abaminto abawo gusanga amona intwe bari anga kingira goja ara sengerere ngiya bayikebuya egera tokikoro moyo yasengerere gwenderete magatika ikegora abwa sora so gwanje niba Yesu Kristo mubori itoro amen.
mwaka James Marongo Mulisia arura se nyombe nkendu goika senka yaye tata se senye nkeye senye abana baye n'abacukurura bacukuroria nonde bwensi oyikire iga nero musenye ndo nyare korobia ebigocha ekero bakoirano twakorire nyangi y'omugaka obusira bwabo koreka serie ya Kristo mutorio ito amen. Igana na mirongo ine na isano nemo ekifungo kia igia kane ni yegoteba iga ekero moikorura so monto ni gokumuiranira Nyasaye na marabatigara omubiro tigara okoira naso gwete na ende bono yabutwa manyibunga aba gotigara nabo manyite ngababwatio inyagusira ekiagere nyagusira ero kurira yaye tinga kikiri ararete ebirenge bya byonsi okumanya kwae wensi niwo kwaerete bono bumanyi bonde mbuli asomolisia amanyete utatiga bali atigire nyuma na intu abatore moyo nitigo ntumanyete nga nintu torachi asali olende wetera se Yesu Kristo tumanyete nga nabo kigwe ekero tulegene uno mugako yegene te goiko ngaki arali tusabe Nyasaye tata twarange irie rietari auri sera gocha igura bwasore umulisi James Maronga ondieki oyo urengo mokoreri omusumba twasabire asenke yaye oyagate na monokera gukikosoga kurwa se nyombe yaye omonene unyare korento morembe no bwancheni bwa bene elindu basire ubakini bokimobere na bokimoyika ekiagero bosera gobokurwa asore twasabire kwegena nga nokore bunuranyara asiriye ya Kristo mutorito amen.
Umutungi iguru nese twasabira obuya bwabo bakoreke mirogerie nde yose okorwa bo munyakerogo nore nde nkeye iga mungina batise babina oyo ore omokorerio asobodikones no molisi marunga oyo orarire otigira abantu omoribyo enyuma n'abana baye n'abachukuru n'abachukuru omotorio warende na kubakina kubatira onsia akoreke una korenga no bwaje kwa okore ekero molisi agasoka kurwe nyumba yaye gokiasa gochikoroseri gwe nyumba eyi naenda kukubanyira pako irane tato nyare koba bure nayo barendete asirie taria Kristo.
Thank you.
tutamsifu milele zote. Mwenzangu nakusifu sasa, ujiunge na kundi la Bwana, wapita tembea mbinguni, tutamsifu milele zote. Tutaingia jijini pale, tukiongozwa naye Mwokozi, na taratibu tutakanyaga, tutamsifu milele zote. Mwenzangu nakusifu sasa, ujiunge na kundi la Bwana, wapita tembea mbinguni, tutamsifu milele zote. Amen. Angalia
simbia mono tukwana ni gambia mono mwezi tukwana ni roraria mata iga kwa simbia mono jesa mali tangoro ko Moses unchagwa onsala bigando mugambio ke bijiga ke story ke bisa location igari tangani tiganda atavyo mocho maronga pole sana pole eso gosire ligwa no mogaka tato bino sokoro adaka rangi ngamaronga kanyabere sokoro lya igo pole sana adega ndokende Otto kata pole ese kanisa getare kusirio Malaysia ese ro ala kale kanisa o Malaysia to mate kana moto mana asana nani kata ya pole asa bantu beke nyoro ekara kuasirio masemi wale kata semi uneke nyoro igo pole nani kata Kenya sambi mono ese myake nyasa ile maronga dalo kamenya myaka yonsi ndiro rona ndo kamenya para pole sana mo kwense nyasa tenga tikakoire igo nani kata Kenya sambi mono ekara to kwa Kenya sa ekara to kwa from the other side and from the other side kwa Kenya sa mbiamo iko onsi palenga nyasa na to konya to pora matanga ya uyana ndesi maronga achira to ka sangalinga na ikiro ko kwa nyasa ena yere gange nda matanga na la nyebasa yali ndi eliminya kwa nyasa tikawasenya katoka ndata matanga palenga nyasa na bakonya abagani mmoja kutoleresi to pora to ira na buja ndiamo. Thank you very much. Kusema pole kwa familia hii, na jambo la pili tunashukuru Mungu kwa yale mema ambayo ametutendea. Jambo nzuri ambayo tunapata katika siku ya leo ni ya kwamba mtumishi wa Mungu amelala, na kama mtumishi wa Mungu amelala mbinguni, naye wako na furaha maana mtumishi wake amepumzika, na wale wote ambao walipita mikononi mwake tuna imani ya kwamba mtasongesha yale ambayo ndugu wetu ama baba yetu alifanya. Kwa hivyo kabla ya kuendelea, naitwa Pastor Kipkasi Arap Samoe from Elbagon katika kanisa la Kiadventista. Kwa hivyo ndugu wapendwa, nataka tuweze kusoma katika fungu moja ambayo inapatikana katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wake ni 38. Nataka mtu anisomee. Yes. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wake ni 34. Basi tunapoangalia mahali pale, Paulo anazungumza akiwa ni mtumishi wa Mungu aliyepakwa mafuta kwa ajili ya kuhubiri habari njema. Na tunapoangalia katika fungu hilo, tunapata ya kwamba Paulo anazungumza kuhusu wale wote, ya kwamba wale wote ambao wameteswa na kifo, na siku moja kifo itaonekana ya kwamba kifo ilikuwa ni sura aina gani. Na jambo la pili pia itaonekana ya kwamba kifo hii ambayo imewatesa watu sana inawachukua wakubwa wadogo kwa wakubwa, lakini tunajua hivi ya kwamba kifo inatokana na uasi ambao katika shambani mwa Edeni wazazi wetu waliweza kulivunja amri za Mungu wakati waliposikizana mazungumzo baina ya Adam na Hawa na pamoja na yule choka ambaye alikuwa ni mwerevu. Kwa hivyo siku moja ambayo ni siku ya pekee iwaja, ambaye kifo itaonekana kabisa ya kwamba kumbe kifo sura yake ilikuwa namna gani. Sasa hizi ninaposimama hapa hivi, unaniona kama ni sura, mimi ni mwanadamu, na unaponiona hivi ama ninapokuona hivi, nasema ya kwamba hakika wewe unafanana na watoto wako. Hiyo ni sura yako. Lakini one day, siku moja ambayo itafika ya kwamba kifo itaonekana kabisa wazi, ndio hiyo. Na tutajua kwamba hii ndio imemeza watu wengi. Na waje nikuambia kwamba kifo ni mbaya wapendwa. Na hakuna kifo ambayo inatoka katika mikononi mwa Mungu. Ya kwamba Mungu ameleta kifo ati ya kwamba ati watu waweze kukufa. No. Lakini tunapata hivi ya kwamba kifo, tunapoangalia mahali pale, siku moja kutakuwa na ushindi wa pekee. Na ndipo tutajekea kifo ya kwamba kifo iko wapi sasa ushindi wako? Unaposoma kitabu cha Wakorintho 15 hiyo mpaka umalize 55 mahali pale, utapata ya kwamba mahali ambapo nasema ya kwamba kifo iko wapi sasa ushindi wako? Saa hizi kifo inatunyemelea. Na kifo ni mbaya wapendwa. Hata saa hizi nikuambia hivi ya kwamba saa hizi mama yule ambaye ni mkongwe kabisa, ambaye amesenga kabisa, na kifo itogezea mahali hapa, haitaua mama hapa, itakamatia mahali pengine, maana atakuwa na nguvu ya pekee ya kukimbia. Kwa hivyo kifo, tunajua hivi ya kwamba Yesu ndiye anayetutuliza. Kwa sababu gani? Kitabu cha Ufunuo, Revelation chapter 14 verse 13 inasema ya kwamba andika,
Heri wale watu wafao katika Bwana, maana matendo yao yatawafuata. So tunajua hivi ya kwamba kifo siku moja. Tengeneza mapito yako, tengeneza njia zako, maana kifo yuaja. Maana nikiangalia ninyi sisi wote hapa hivi, hatuto wengine hawatamaliza miaka 2, wengine hata siku moja, wengine hata mwezi moja. Na waje nikwambie, by the way, 50 years to come hautapata watu yote hapa. Unaona sisi wote hapa miaka 50 yote hakuna mtu hapa, lakini yule ambao unaegemea kwa Yesu Kristo, hiyo miaka 50 itapita kama maji. Na imani ya kwamba nawaombea hata nanyi pia. Nilipoangalia miaka ya mzazi wetu hapa nikafurahia sana. Miaka from 1929 mpaka saa hizi Mungu ni mwema. Na sisi tunaomba hivi ya kwamba sisi hata tukiwa vijana tuombe Mungu atujaishie miaka hiyo. Na waje nikuambia kwamba miaka hizi sasa ni miaka ambayo kuna shida kubwa sana kabisa. Kwa sababu gani? Nataka niwaambie tu kwa ufupi dakika 2 peke yake. Jambo hili la kwanza, katika siku ya mwanadamu hapa duniani, maandiko yanatuambia kwamba ni miaka 70. Na ikiwa zaidi mno ni miaka 80. Na katika miaka 70 mpaka miaka 80 hapo hivi, hapa kuna shida hapa. Ndio nashika ya kwamba unapata mzee ama mama akiwa na miaka 70 kuelekea miaka 80, hapa kuna tabu nyingi sana hapa katikati hapa. Mara unasikia anasema kwamba naumwa na magoti, naumwa na kichwa, meno hakuna. Ukishika bande hii anasema ai ni uchungu sana kabisa. Ukijaribu tena kumwambia maneno mengine anakuambia wewe nitakulani kabisa. Nitakulani. Hii miaka hii ni ile ya kulaniwa tu. Hapa. Ndio napata wazee ambao hawakufaa Kristo ndio wanatoanga laana hapa. Anasimama na kuambia watoto wake ya kwamba please, ninyi msiponichunga nitawalaani. Kwa hii miaka hii kutoka 70 mpaka 80 hapo. Kwa hivyo tukiwa sisi ambao ni vijana, tutengeneze mapito yetu kutoka miaka ambayo Mungu amekupatia. Hata unapofika miaka 80, miaka 90, ujue ya kwamba sasa itakuwa ni furaha ya ajabu sana. Maana Biblia imesema kwamba siku za mtu akiwa hapa duniani ni miaka 70. Swali yangu ni je, niwaulize swali. Mtu akiwa na miaka 69 na miezi 4, bado ngapi akufe? Nimeuliza swali. Mtu akiwa na miaka 69 na miezi 4, bado miezi ngapi akufe? Na wewe sasa ukiwa na miaka 40, bado ngapi uende? Ndio nakuta hivi ya kwamba mtoto anapozaliwa akiwa na miezi 2 wanaulizana ya kwamba ama wiki moja wanauliza huyu mtoto huyu ni mzee kiasi gani? Ndio wanasemanga kwa Kiingereza how old are you, na ni mtoto ya miezi 2. Yaani wanauliza ya kwamba wewe ni mzee kiasi gani? Maana yake dunia hii imekuwa imechakaa kabisa. Maana sasa kila mtu anapita. Sisi zote ni wapita njia. Kwa hivyo tutengeneze mapito yetu. Mungu awabariki kwa sababu ya miaka hizi zote hivi. Ukifika hata miaka hizo sasa hizo, utakuwa unatoa tu mibaraka tu kwa ajili ya wajukuu wako, kwa ajili ya watoto wako. Utakuwa tu unatakia mema. Lakini waje nikuambie, yule mtu ambaye hajaokoka ndio unakuta pia kwamba anasema hivi kwamba wewe nitakulaani wewe usiponiangalia, usiponijengea nyumba nitakulaani. Lakini mimi nashukuru sana wazee ya Wakisii, naonekana hawana maneno hiyo. Lakini kwetu kwa Wakale huko unakuta mzee anasema kwamba wewe la kwani mimi nitakulaani kabisa, maana wewe au kutunza yeye. Kwa hivyo kumbe background ambayo mzee aliweka msingi mbaya. Kama angeweka msingi mzuri, hata anapokuwa mzee, yani maisha yake ni mazuri kabisa. Watoto wake wanashughulikia vilivyo kabisa. So kwa hivyo tupende watoto wetu, tupende familia zetu, na tumkaribishe Yesu Kristo aingie ndani ya maisha yetu. Jambo la mwisho ya kwamba familia tuweke msingi kwa Yesu Kristo. Na jambo lolote likikusumbua usijinyonge. Jambo lolote likikusumbua usikunywe dawa. Jambo lolote likikusumbua usianguke kwa shimo. Hata mambo ya kisiasa yanapotokezea saa hizi, wakati wa saa hizi siasa hapa na pale,
Hebu siasa isikutenganishe na Mungu wetu. Bwana asifiwe. Unajua kuna wengine saa hizi wanaongoja saa hizi siasa ikifika tu namna hii, wanaamuka na wanatoweka. Kwa hivyo nawatakia neema ya Mungu kwenye familia hii pamoja na waombolezaji wote, ya kwamba Mungu awafariji, Mungu awapatie neema yake, na Mungu awe pamoja nanyi katika jina la Yesu. Tuombe. Baba wetu mtakatifu utupendaye, tunakushukuru kwa yale mema yote ambayo umetutendea, kwa hizo miaka yote ambayo umetupatia tukiwa na mzee huyu mtumishi wako aliyetuchunga kanisa lako, akachunga watu wa nchi hii. Tunaweka mkononi mwako familia yake yote kwa ujumla. Mungu wetu, hakuna kitu ambacho uangalia hizi hapa, na unaangalia mibaraka ambayo ulipatia mzee huyu mpaka wakati huu. Mungu wetu amepumzika na amewacha mibaraka yake juu ya watoto wake, wenyeji wa nchi hii. Mungu, tunaweka mkononi mwako, tenda maajabu. Tunakushukuru kwa yale yote ambayo umetutendea, umetuongoza na umeongoza waombolezaji wote wamefika mahali hapa. Mungu, tenda vile vile wanavyorudi manyumbani mwao. Mungu, mapenzi yako yaweze kutendeka. Nchi yetu ya Kenya tunaiombea amani ya pekee, wakati wenzetu wanapokimbia hapa na pale kwa ajili ya siasa. Mungu wetu, tunaomba amani ya kudumu, maana wewe ndiye unajua umuhimu wa amani na wewe ndiye unayepatiana amani. Bwana wetu, tunaomba amani ya pekee katika jina la Yesu. Wewe pamoja nasi kwa wakati huu na utuongoze vyema, na ni katika jina la Kristo aliye mkombozi wetu. Amina. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Thank you very much. Yesu
Amore,
chimonga chobogima Esenya waliko ya nama kwelitayo Mishale ya Mungu, twaeni silaha
mji Yerusalemu, twainua na mioyo yetu kwa kusubiri, tuepushe nazo hila za shetani, utuzingire Bwana, tujazie imani kama wale wazee wa zamani. Twainua macho yetu, twatazamia mji Yerusalemu, twainua na mioyo yetu kwa kusubiri, tuepushe nazo hila za shetani, utuzingire Bwana, tujazie imani kama wale wazee wa zamani. Twainua macho yetu, twatazamia mji Yerusalemu, twainua na mioyo yetu kwa kusubiri, tuepushe nazo hila za shetani, utuzingire Bwana, tujazie imani kama wale wazee wa zamani. Twainua macho yetu, twatazamia mji Yerusalemu, twainua na mioyo yetu kwa kusubiri, tuepushe nazo hila za shetani, utuzingire Bwana, tujazie imani kama wale wazee wa zamani. Mbiamono asogotero kwikwa yeri agetara ndina manya muri tayari muminyoke iga
Naende Marieta ne onkolo kwa Perus Kemunto Ondogo Bone Igereburabu Constituency Kiawanyaru Ward. Bateria ya kamera imepungua. Ya kepada dunia. Tahu. Kwa familia nzima, babu wetu amelala. Tunampoteza mpendwa tulompenda, babu Demsa tupo naye.
wetu kwa zamu yake, familia tunalia, kwa uchungu tunalia, msiba kwa familia nzima, babu yetu amelala. Tumempoteza mpendwa tulompenda, babu James tuko naye, kwa uchungu tunalia, babu yetu ametuacha. Baba Mungu tufariji, msiba huu umetuumiza, mioyo yetu yaumia, hatuamini kwamba hatuko naye babu yetu James. Mungu tufundishe kuhesabu siku za kuishi hapa duniani, kwa uchungu tunalia, babu yetu ametuacha. Baba Mungu tufariji, msiba huu umetuumiza, mioyo yetu yaumia, hatuamini kwamba hatuko naye babu yetu James. Mungu tufundishe kuhesabu siku za kuishi hapa duniani. Babu yetu mpendwa, tutakukumbuka sana, jinsi tulivyokuwa pamoja, jinsi tulivyocheka pamoja, tulivyoishi pamoja kama familia moja. Mungu awafariji nyote, tukingojea ahadi yake Bwana. Kwa uchungu tunalia, babu yetu ametuacha. Baba Mungu tufariji, msiba huu umetuumiza, mioyo yetu yaumia, hatuamini kwamba hatuko naye babu yetu James. Mungu tufundishe kuhesabu siku za kuishi hapa duniani, kwa uchungu tunalia, babu yetu ametuacha. Baba Mungu tufariji, msiba huu umetuumiza, mioyo yetu yaumia, hatuamini kwamba hatuko naye babu James. Mungu tufundishe kuhesabu siku za kuishi hapa duniani. Okay, asante mwenyekiti. Waombolezaji wenzangu na wasalimu kwa jina la Yesu, hamjambo. Okay, na kimole gambia mole. Tokwa nyango yono nya turasa mabembia mole mwenzi. Biamono, asante sana. Tumesimama hapa kwa niaba ya Madam Pamela na timu kubwa ambayo imetoka katika shirika la Kenya Broadcasting Corporation. Igonga radio noera, TV noera. So Madam Pamela itanga ni pole sana, kwa sababu tuko wengi na peke yake, watu wawili peke yake ambao ni senior managers tuko nao. Goma isa Y254 abantu bamintumbi ya muri natora samawe samarie tengoro ku Geoffrey Onditi njendo moto ya Rio Mint FM. Josephine Mponja, niko Department Human Resource under Radio Department. Ababito waire naende to kona ninga sama wako wonchoka igo confirm kero montombial bale ngatawa tayara Minto FM bale ngatawa tayara egosorio kwegia ntero mongira botere bose kwambuka Minto waire biya ora saa iga leire chengoro market ondari inde HR lakini mbekire department ya corporate planning research and development nekero baretiro mutieso kumongina abonde inga baringire ringu bari bakiru gosaba tobake biboko akeigo mbuya mono nganya gitinge bwairire chengoro ku Henry Gichanga department ya administration. Intesa Marieta, Mongol Kusangu Ribibao, section ya administration. Mwanya gitinge bwairire nyabwari mesa ka administration.
Hapa ni Mbiamore. Hapa ni Mbaka Atimile Department. Hamjambo. Majina ni James Ogola, HR. Hamjambo wote. Kwa majina ni Thaddeus Mugeni, Finance. Mbiamore. Jeremia Umweli, Finance and Administration. Hamjamboni, ni Dora Nabwire kutoka Administration Department. Wairi Rabia, Nikoro Kustela Ongera, Administration Department, Martine Television Services. Kwa nje wairi, Nikoro Kudenis Mose, Bateli Mbara. And the familiar studio mashinani, tuona kwa recording music. Wairi Simon Matwedo, Administration. Waira Mwezi. Isaiah Nyambanesha. Bwana asifiwe. Kwa majina ninaitwa Dominic Tom Orenge, niko administration, tena niko radio. Ni nani? Simurasikia Minto FM? Amurobeli noro kuro kungaribina gochaka sainye mpaka chisaisana sa tuchiamula so rumba na nje nkolento murobeli. Wairire pia Nchenkoro Kumara Nde Finance. Pole kwa yote. Habari yenu nyote. Jina langu ni Samuel Ojero toka Intern Audit. Poleni sana. Biamano abona muwa bantu barua KBC na wangekuja wengi na wangetore. Abansipi balense ya Madam Pamela Mogaka igo bacha from different departments. Nyumantara abasine managers bakwane andegete gote biletariane litaganirete amagombo yabatangasi be radio ya Minto FM. Bere ngato radio iyo. Nyumantara abatebiletariane biamano. Mungano koroka banisema coding era yenani. No mongina nyorosa na bakwania ndege ile bakurundi mabingo gumore ndege goye gumore basi nasike muntu wekile tujya botorianga nabayigo abarari bonsi baba masengenye mbatutuma amagomba ito asenjira abena tunyare kureta asengeye ya Madam Pamela Bobasa Marieta Madam Mrs Pamela pole sana Kenya sanyare okorenda nenda baba bari mu familia ya Elda James asa Marieta ne kuruko mwaka Junior Lollipop John igongera tumuru biko kumobosera obwamato buya obosera borenga ki ige mwana biri bichabo chabo BSV na mwabete byako rumwagire baraba kwa usobono mbiyamana sana. Sasa wote nipe our senior managers waweze kusema neno moja kabla hatujaweza kumaliza kama KBC. Karibu sana. Hamjambo nyote. Kwa majina anaitwa Tenga Arodi. Mimi nafanya kazi KBC Kisumu na tunafanya na Mrs. Mogaka Pamela na tumekuja kuomboleza na yeye kwa sababu amepoteza baba yake mpendwa. Na vile kitabu cha Isaya lango ni wa 40 mstari wa kwanza inasema kwamba watulizeni watu wangu. Kwa hivyo na sisi tumekuja hapa kuwatuliza ninyi kwa kumpoteza baba yenu, kwa kumpoteza ndugu yenu, kwa kumpoteza babu yenu na kwa ujumla kumpoteza mwenyekiti ambaye alikuwa ni mshirika mkuu katika kazi ya Mungu. Kwa hivyo tumekuja kuwapa pole kwa niaba yangu na kwa niaba ya wafanyikazi wote wa KBC Kisumu. Tunaleta rambirambi zetu, na najua hii familia ni familia ambayo inamjua Mungu, na kwa vile mzee amelala, naamini amelala vizuri, kwa sababu Biblia inasema heri wanaolala lakini wakiwa wanamjua Mungu. Kwa hivyo hajalala vibaya, sababu maisha kawaida ni lazima watu wazaliwe, wakue, wakufe, na hiki kifo ni kwa sababu ya muovu Shetani. Lakini uzuri ni kwamba Yesu alikuja
akashinda mauti yote, na kwa hivyo tukimwamini, basi sisi pia tutalala sawa sawa. Na jambo la mwisho ni kwamba Mrs. Pamela Mogaka ni mtu ambaye anapenda watu. Kama angekuwa anafanya kazi kwa ushirika mzuri, singetoka Kisumu na singepewa nafasi ya kuja kuomboleza wakati kama huu. Kwa hivyo Madam Pamela, kubali kwamba papa ambaye alikuwa anakupenda na alikuwa anapenda watu wote ametuaga, lakini Mungu yuko. Kuna wakati nilikuwa nalima malenge na miongo. Ni wakati baba yake akiwa mgonjwa na mama yake wakiwa Nairobi, nilimtumia hiyo malenge, wakakuwa. Pamela akaniambia wameshukuru sana kwa sababu wao katika ule umri walikuwa wanasema hiyo ndio maana, ile maana ambayo ilikuwa imebaki. Kwa hivyo tunawatakieni poleni na tunawatakia muishi kwa upendo kama familia, na Mungu atakuwa naye. Kwa hayo machache, barikiwe sana. Praise God. Praise the Lord. Abana banyasaye biamore. Mimi naitwa Florence Migunde. I'm one of the managers at KBC. I joined with Pamela at the same time, so we have served there for close to 20 years. This is our 20th year. She has been a very good friend of mine from the time that we joined together, and we have served the corporation with a lot of dedication. And that is why I spent time to come and to be with her at this time that she has lost her beloved father. I was here as a friend personally, and also just to represent the company and to bring our condolences as KBC to this family in a very special way. Because Mogaka is a very dedicated worker, and as my colleague Arori has already said, she really loves people. And that is why you can see this number here today. She loves people, and we love her too. As a personal friend, I would like to say that Pamela and family, may the Lord comfort you in a special way. You have been serving the Lord over time. I think you are born in the Adventist family, contrary to some of us who joined it later. But she has been a spiritual friend as well, because when I joined the corporation, she held my hands as well, having been in the faith for long, and I had just joined. I am as old in the Adventist faith as I am old in KBC, because the year I joined KBC is the year I also became an Adventist, and Pamela was one of the people who held my hands and walked me through the walk of faith. And so I thank God for that. I also want to encourage the family with just a little word from the Word of God, which I believe has been read to you. But I just want to read it again, because when you go through this, when you read the Word of God, even what you already know, it sounds anew. And it becomes very personal. It's like the Word lifts from the Bible into your heart, and it has a powerful meaning. The Word of God says in the book of 1 Thessalonians, chapter 4, verse 13 and 14, it says, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, them also which sleep in Jesus will God bring with him." I was with Dad a day before he slept. I came down, I saw him in hospital.
I was with Pamela and the two brothers, the youngest brother and the elder brother. I was able to pray with them and Mzee. And I thank God for that opportunity, because in my own spiritual understanding, I could see that Mzee was somebody who loved the Lord, because even after the prayer, he was able to shake his head, and as Pam talked to him, you could see that he believed in God. And so the Lord had prepared me to come and share with my sister prior to the death of her dad. And I was able to share and encourage her to be able to accept any outcome, something that is not normal. Pamela, I want to encourage you. You had a very unique opportunity to be with your dad and your mom for almost a year, every year since 2016. It is something that is not normal, it's very unique, that you are able to serve your dad at the last years of his life and be able to talk with him and encourage him and give him the word of God that is so much needed at the end of life. It is a blessing, and I know you are a blessed child of God. Dad has died in the Lord and is going to resurrect when Christ comes. Hold on, my sister, until the resurrection morning. That is all we are looking forward to. Continue to look after Mama. Continue to do all that you can, because God gave you a special and a unique opportunity that I personally wished I had with my father, but I did not. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make his face to shine upon you, all as a family, and give you peace. Thank you, and God bless you all. And particularly from Kisii University, where Dr. Maronga and Professor Maronga are lecturing, we are joined by Vice Chancellor Professor John Yakama. And I want to welcome you with your full team. Kindly come forward and thank you very much. The family of Elder James Maronga, and also the people of this region, and the visitors who have come from different parts of the country to attend this send-off of our beloved Elder James. We are here, as you have heard, we are from Kisii University. And as you have heard, my name is John Akama, the Vice Chancellor of the university. Because of time, maybe just I would allow, maybe all of you, we are not so many, we are not so few also, just to say to them, and continue please. Thank you, VC. My name is Dr. Nyaboga. Thank you very much. My name Dr. Naftali Ungaga. Pole sana wenzetu. Pole sana. My name is Dr. Andrew Nyang'au from Kisii University. Pole sana mwalimu Dr. Maronga. My name is Otis Radem James. Pole to the family and the whole community. My name is Henry Omweli. Oyiwo yule sinde sito mumumba. Dr. Maronga, pole and your family, I know. Dr. Ndima from Kisii University. Tunasema pole kwa familia. Mimi kwa majina ni Dr. Maktash Ono. Kwa majina naitwa Kibo kutoka Kisii University. Pole kwa familia, kwa majina Dr. George Ogendi. Poleni jamaa ya Maronga kwa msiba. Naitwa Daktari Yuka Beto Mang'are, chuo cha Kisii. Pole sana kwa familia. Mimi pia ni wa Kisii University, naitwa Kafa Maswaya. Na mimi naitwa Boston Silva.
Poleni sana Dr. Maronga and the family. Thank you. Thank you very much for the introduction. I would like we go and up. I request that Dr. Ndima in case of the Academic Staff Union, which represents all members of the academic staff of the university, where Dr. Elijah Malonga is a senior member of the university, where he lectures in the School of Business and Economics. Maybe you can say a word on behalf of your members, please. Thank you, Bwana Vice Chancellor. As a familia ya Dr. Maronga, we want to tell you this is the journey. This is the way. A number of us we don't have our parents, but we always believe there's something bad. Your father must have had a legacy that you are now inheriting. Make sure his aspirations are achieved. As a teaching from the teaching fraternity, we want to be with you na kukuletea vya pole na ndio notorenaye pia. Thank you. Thank you very much, Dr. George Ndima. And without wasting so much time, yes, I just am going to do that. I have got, once again, I have to say that on behalf of the Kisii University, on behalf of my own family and my own self, we convey our sincere condolences to the family of Elder James Maronga. We are here particularly because of one of his sons, Dr. Elijah Malonga. Dr. Elijah Maronga teaches at University ya Itoya Musongo. Igale omwalimu a senior lecturer obasomya as a school ya business and economics, as a amangana kwa management science. Oyo nekiererezo ky'omwaka oyo osirire omwana oyo igane roliko mukogoti sobo, lakini naenda akasoma paka akagenda iguru kigesara bakogoti bali mbaka kora mangana maya iwe kuriko mwako na bali ngumwako bangita bantu bayobuya gosengaki bakogoti bange bakana kora difumo mukogoti mukogoti kwanya oranga babira mamasia simbali ko karakende umwaka na bako bangete pia manyanga your elder brother Dr. Busire and yourself, you are doctors, and also have seen your other siblings. You won't go back and you mono. Semua jira sama tanga ega so bonge. Ngongi yorita mono sana. Yeah, Doctor. What I remember most about this Dr. Elijah, we met with him way back in 2009 when I just came to Kisii University. That time he had also came from Minnesota in the United States of America, where he was working. Iganda everything in the Yokumia. Iganda everything Otigre Garcia ya kora Minnesota. Naba Songa Garcia nana. Otigre nane Muruyo Yororo. Ochire nkaga iga korenda ayibuli bae mune yaro mwana mukogoti. Mbalenga wala kale tonga munekyo. Mbalenga agaja kurwelio achete saidi ya miaka 14 ya elire obeire akolenda abayibuli bae mwako gotonyolire no mwongina umuyibuli wae. Eren manyanga na wako lega asia university lakini kila lituko na wako raki na wako ruso wao gaiga abande baito tumete kitawani tuma itsi tunga yero wichia goda dio monto
oromo ntomuya mbale ngabare ndira bayibuli baba paka bagire myaka 92 paka bono toko na maskani ya manene inege tukiengenjo daktari na ndekala lituka kana go jabisiane all the time igara go ntebia nganga kisa genderete bono what I'm going to say again no kwa dia ndo minto ngeringa gedonkeli ekenene umwito ngano betani gisemi na jijagalira abantu mwakira egaso bonge abandi mwarure ko Nairobi na hari abantu ba KBC no mulega abantu be university no tolega ndizi TV asengenjo umugakoyo abangita abantu baye bagasoma biya kabisa paka bono barense amayonsi yensi yetu ya Kenya na abandi barense bari maje mu bigosomi abana abayibuli gendonkeyo kebuye damasomo omwana abana mbali baliri bana baitu bange mbali baliri omwana gekwa masomeri omulendete buya akomaenda agerolia omwana oyo yawe akabo mwando we family no mwando we nse yaito na ulimwengu musima igona kiki ko batebya bando waminto igomba kuranga teba igasege ndekiya masomo kisi university ya chire no ere saiga ire university ya serikali abande kare twari gukina university ya Lenge Kenya ya Mayoka university ya Nairobi bona university ya serikali ya ndire university paka seitoga agisona ire ya serikali abantu amwara batenine gaga bagosomye university abana abantu barabasomi abange baba bwate PhD naende bakaranga gito bya samasomo lenta abana bagito basome university ya Inogaga nande uko bakirambu yamono asenge ndumwara ntira abana asaso bonge bagosome university ya Bosongo Gaga nduwade chi program kire kingiya kinyinge munabone program ya ito ya law yobo lawyer ingere ya betelant ngako yoerete obena mbeyemo ase ti law programs Kenya ngima uzibona ko bangainande aina maene kabisa na mbeyemo tukabwachi university OCP by the Kenya School of Law ranking ideri gasengia abana baito bakora law abandi bachire all over the world munabona yo mono nari sobere masimba gali ku Rwanda igagenda gali ya California at the University of Loyola Law School no agasoma a degree ya law na abandi abange a degree yo ya gitari Bachelor of Medicine and Surgery go ya balanked 2 years ago kwa namba 3 of all the medical schools you go to the gitari ikawa namba 3 as a Kenya ngima igo gotogenda to kolega shengia kiga bana ito basome ende baje gotokonya bono igo asama na masomo na omo wako yoiga okure aba aka mwenzi pimolega iga tigato mugati umubango omo wako dogotindeka mwako yokurwa kararo mokega ase kanisa ya SDA omwako yo ase ngeta kanyura marwa lorega asi akolire aba kamore gaiga mbara abakunywa marwa nae ngango sibani maruta wakonya kede yonsi tiga marwa somi abana kusengaki. I learned with profound shock and sorrow of the untimely death of your beloved father, Elder James Malonga. On my own behalf and that of the Kisii University Management Board and the entire Kisii University community, I wish to express my heartfelt condolences to the family, relatives, and friends of Elder Malonga. I know that it can be tough to lose someone close, and I know that everyone
deals with the loss in different ways. I want you to know that I am praying for your family because God knows what you need right now. Mzee Maronga's death is a big blow to your entire family, the community, and Kisii University as a whole. The gap left by him as a father can only be filled by God. We pray that you and the entire Maronga family members will remain in God's love, especially at this trying moment. We pray that all the family members will remain steadfast in God's love, and also pray that they may obtain greater strength to enable them to carry on. As the book of God, James chapter 14, verses 16 to 18 says, "And I will ask the Father, and I will give you another helper, to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you." I know that this simple letter cannot ease the pain of losing your father, but we hope you can take solace in knowing that his brave service exceeded all measures of selflessness and a devotion to family, people of all walks of life, and the country at large. We, the Kisii University fraternity, share in your grief and pray for you to overcome. Remember that those who live in the heart of others never die. May the love of God and the peace dwell amongst the family of the late Elder James Maronga, relatives and friends. Signed by the Vice Chancellor, myself. So this is a letter of condolence. Nakondera abantu baminto n'omulembe ensi mwamu kusina abantu b'omulembe yosabira ensi yaito ebe n'omulembe atigagirira ya siasa ibombuya mono kubakira bulya matanga abairarama yasana ate mokogenda mogende akung'ali bulya. Thank you, Master of Ceremony. Kwa majina naitwa Eric Elkana Busire Manyiwe, known as Sir Eric. I'm commonly known as Sir Eric. Nimesimama kusema asante ababa minto barure chinse chiri chiale bachire koleta magomba abo senkeye iga nchigonde bumame umugako yo mwachira igo ruware omino ruwara ochire kokoro bugima bwae bwachire bono igale mayanko. He was not only my uncle, he was my great friend. But then we have been robbed
omwaka tato yo twanjite mono tulendire kenga ogerete tole bono abana muruche bateni nibusira iga abachikoro baye naende igona cha kukwana kwa niaba yao, lakini na kukwana marieta. They are going to talk their names as I finish. So I want to thank those who have come from US and thank everybody who has come here to give us some comfort. Thank you so much. So because of time, I would like our friends like him to introduce himself and so on. Thank you, friend. Take a step. I want. Oh, sorry. As our friend had said, my names are Philip Nyamucho Bosire. So we confuse names because still we have so many Bosires. So when we were called, I also came up. I've also come as a friend of this family. Msee James Maronga, we stayed with him in US because he had an opportunity of coming. We made friendship with him because through his children, who are these ones, Dr. Bosire Geoffrey, Dr. the other Maronga, Elijah, and these are the siblings. We lived in America with my wife, now called girlfriend, Grace, and we raised our children together. So when we were told Msee Elder Maronga has left, we thought it wise to come and also give our condolences to the family. This is a special family for us. They took care of us in America while we were there, and so we didn't want to miss to come and say bye to the elder. Me, I didn't come from America now. We had come earlier. And the way to Banka, Bamanyete, because Nara Veira, Abariba Manyete, to Aborichikura 2013. Go back when you're on a Wakoyanga Philip Nyaunjobosire, Narenga. Igolinde tali Mogania Sensi. I say, going to go Savanga singing to Mwachire. Call it the family, Toya Ngora, Yasaba Sini, Navangwana Vamitoba Kwande, Yasaba Agate, Gekera, or you know Moga Comoneno Sira, or Meniri Avana Vayabuya, Naindo by over Somilibia. A family to went to co emulate Yani Kubuatia. No Professor Sema. Abantu baye na abana bechogete tali bono toko batebe choke abana bambe chogete and I'm happy for them. Igona abacho korona barabwo babwa to mutindo yoyo wa bayiboli na sokoro yabo na so miliyoro chialia oyate babya abana aba ba misiri omuntu konye bago kore cheche okubasomia amangana manene ase igona barabwo nkorera bale na abana baye Naru barorire nga tato urarire kindi abamanye nga amakweli naro nende ntokwe na pastors aseba ulio soma kare igateba nga makweli aya go ikato ya itere onye Yesu taracha miaka 50 coming 50 years from now abange baitonto gutoko igobono tengeneza maisha yako na Mungu tukiwa hai because life is short abantu baminta basani abange bararire you don't know whether you will be next. Ayande ndo yakwane mongina one yakuru ku Grace mongina ero yo ere tuacha kom na inda ayande ndo yakwane ya sabuna Professor Teva to sabere Kenya yito no mwaka bwo uja obwo very challenging chisegi chike to kore miremire mya to chora barai uno moikonya sai uraturai anje kinda chiko baboli obujumbe na moko bona le timbwe na isanite Kenya sabas
ba chokoro ba kwa na Justy Lieta. Yeah, good day. We're so grateful that everyone's here to support us as a community, family, friends. So my name's Charles Abere Bosira. I'm the firstborn. Second, we have Diana Bosibori Bosiris. Actually, Ateka, she's married now. Apologize for that. Then we have thirdborn, who couldn't make it, Timothy Owoka Bosira. And we have our fourthborn here, named after our father, Jeffrey Moronga Bosira Jr. And the lastborn is Amy Kemunto Bosira. So again, thank you all for the support, and we're together. Thank you. This was certainly saying our names, which we have just done. Because of time, my names are Dr. Jeffrey Bosira Moronga, and probably we may get an opportunity of talking again. For now, I want to thank you all for coming and supporting us. If opportunity arises again, I'll probably address you. Thank you. Tuko na furaha kutembea hapa kwenyu. Tumetoka Matasia, Kajiado County. Tumekuja kuomboleza na nyinyi. This team that you see here is Matasia SD Church. We have the elders priest. Can you raise your hands? Elders, no, all elders priest. Yeah. Thank you. We have also our sisters with us. Please wave to the congregation. So, Brother Pani, please wave. Sister Pamela is a great friend to our church. It's the pillar of our church. So, when he heard the news, we have been together in prayers, and we pray that God may give you strength, God may give you peace as you mourn. Thank you so much. So we want to leave. That's why we requested that we'll be given a chance to talk. So let me pray as we leave. Father, in the mighty name of Jesus Christ and the power, we thank you so much, Lord, because you have been so good to us. Father, thank you for everything. Lord, as we live, Lord, we want this family to have peace. Father, also give us journey mercies back to our places that we came from. And Father, again, when we meet, your name will be glorified. Bless this congregation. Bless each and everyone who has come to console with the family. For it's in Jesus' name we pray and believe. My name's Barak Okodo. I'm representing the church. I'm the church elder for Matasia SDA. Thank you. Niaba ya Elbagon, tumekuja kwa sababu tuko na msichana wa boma hii ama Susan, ambaye ni mmoja wa familia, ni mshiriki wetu kule, na pia tumekuja kama wanakwaya wa Kano SDA Church. Na tena hapa tunajua kwamba tuko na Elder Bosire Jared, na niko na washiriki wengi sana from this place ambao wako mahali pale. So ndio tumekuja kwa niaba ya kanisa kule na kuleta rambirambi zetu. Nasi pia kama Elbagon pia tulipatwa na changamoto nyingi sana. Tuko na mzee pia ambao tulipoteza, saa hizi maisha yake yanaendelea. So there is another church ambao wameenda kule pale chini wapi hapa Kisii hapa, najua mimi sielewi sana hapa. So kwa hivyo kwa niaba ya wana Elbagon wote tumesema hivi ya kwamba poleni sana kwa familia, na Mungu awabariki na waongoze vyema na awapatie faraja ya pekee hadi kesho. Na pia tulipoteza pia mama wa mchungaji wetu pia ambao tuko mahali pale, na tukitoka hapa mazishi ni ya Sunday. So sisi tungali tunashinda Kisii mpaka Sunday morning.
So na mtufungie sasa ile ndisi na nini na kadhalika na tuende kule sasa kule, si ndio? So nasema ya kwamba poleni sana na Mungu awabariki na awapatie faraja ya pekee. Thank you very much. Okay. Kwa majina ninaitwa Kipkasi Samoei from Eldoret. I think ya kwamba nikisema Samoei, si mnajua ile Samoei hapa anaomba kiti, lakini sio sasa hiyo sasa. Mimi ni mtu wa kupigania watu tuende mbinguni kule kwa Baba. Haya mengine hapa duniani sauri yao na yao. Sisi wenyewe ni balozi ya juu mbinguni. Bwana asifiwe. Hata naamini ya kwamba ninyi saa hizi ambao tuko hapa atufanye siasa ya hapa. Sisi wa Kristo ni kuhubiri habari njema, watu waende mbinguni, na Mungu awabariki katika jina la Yesu. Thank you very much. Kwa mbinguni hakuna siasa. Ni kukaa na kukula na kukunywa, ile kitu kitapatikana. Omongina Aunt Anna, please. Nyajo. Injibwango chisa chadi. Buyamole. Basi asante mama kwa kunipa nafasi hii. Kwanza tunasema pole sana kwa yale ambao yalitokea kumpoteza mzee ambaye ameishi miaka mingi, kwa sababu amefanyia Mungu kazi nzuri. Sisi tumetoka katika kanisa la Nyanjwa la SDA kule Nyanjwa, ambapo tunashiriki na huyu mama Ann akiwa ni sister in law kwa the late mzee James, na tumefika kwa sababu huyu mama ni mpenda wetu kule kanisani, tunasaidiana kanisa ya Mungu na ni kiongozi katika kanisa lile, ndio tumefika. Na ninaomba wale wote ambao tumekuja nao kutoka town simukuje kama mpo. Kwa hivyo kwa sababu ya hiyo nitampa mwenzangu naye. Mimi kwa majina naitwa Elda Uwaro kutoka Nyanjwa. Naomba pia mwenzangu aweze kuwasalimia. Biamole. Yonkoro Seventh Day Adventist Church Nyanjwa nkoro kwelecha nyamwete. Kwaro seitere sengera manga, but we stay with this mom Ann, tunampenda. Tulikuwa tungekuja wengi, lakini tulikuwa na masisi mengi yanao ambatana na kanisa letu, kwa hivyo tukawanywa, wengine wakaenda kwa farichi wengine. That is why you see a small number in front of you. Kwa hivyo mjisikie mko na Mungu na Mungu awafariji. Asante. Mungu wetu ambaye anatupenda amefanya miujiza yake, tumefika hapa na tunamshukuru. Tunawaombea mema katika hii familia, ili upendo huu wa mama ambaye amekuwa nao kwa muda mrefu na mzee uweze kudumu. Na watakia mema, Mungu aweze kuwabariki. Matabanga njenu pastor onkoro ku pastor abere ana aiga oyo sira ne brata inero oyo mao pastor abere wana gakwete ngatigata agantigira tati responsibility nkaimokia emirimo yaye wana njine iwe ka omakori emirimo we conference Nyanjwa South Kenya Conference na wondu murandia eritainde wono, lakini nimbate kitanisa na rande tukuru chikaru Nyaburu SDA njari ngono neyemo wono na mekiri chikanisa chabire 6 igono onde nonde Nyanjwa na ndi nonde Nyaburu alia chikanisa na to format amaya spand kwenye tarasira iko bano aba chicha ku South Kenya Conference onga magoro abakwa ni Biamole. Asante sana, thank you so much. Asante na Mungu awabariki. Kwa majina vile mmesikia, naitwa Joseph Obaigwa.
Vice Chancellor wa Kisii University. Huyu kijana anaitwa Elijah Maronga. Ni mimi nilimtunza katika kuna secondary hapa inaitwa Cambridge. Mpaka akawa jinsi unamsifu hivyo. Kwa hivyo nami nilijaribu, kuna wengi hapa wananijua, niliwasaidia. Niko na madaktari walitoka kwa hii shule. Kwa hivyo pole sana. Huyu mzee baba yao, yeye ni cousin yangu. Yule mama Ana, asante sana, ngawa siko simama. Hiyo makanisa nasema huko sehemu ya Wakatoliki huko Kisii. Moja yao ni mimi, niko huko. Kwa hiyo ni kwamba ni pole sana kwa huyu mzee Maronga. Watoto wake wengi walipitia mikono yangu katika elimu yao ya secondary. Na ni watoto wazuri, na nashukuru hayo yote. Tunawaombea, muombe mahali walipo, hata wale wajukuu wako Amerika. Tuendelee kuombea hii familia. Imetoa mfano mzuri katika kijiji hiki cha Kebirichi. Yangu ni kusema pole sana na tuendelee kuombea familia. Asante. Naye kule Kitale. Mary ni mwanakwaya wa hii kikundi, ni wana wa Deaconesses kule. Tungekuja wengi, lakini tunachukua muda wetu mfupi kuambia poleni sana kwa kumpoteza mzazi. Katikati mwetu niko pia na church elders wenzangu, na mmoja wao ni mume wa Mary. Kwa hivyo ningependa tu apate kuwasalimia ili tukitoka atajua ya kwamba pia alikuja kuwasaidia kwa kuomboleza baba yake, na bange karibu sana. Watu wa Mungu, hata kama tuko na maombolezo, hamjambo. Huu ni wakati ambao kweli ni wakati wa huzuni, na wakati huu ningependa kuwapa pole watu wote wa familia ya Maronga James ambaye pia ni baba yangu. Ni kuambia kwamba vile pastor alivyosema ya kwamba dunia hii, hata sisi ambao tumepaki tuko hai, hatutaendelea kuishi kwa miaka mingine, hata leo jioni. Kwa hivyo Mungu mwenyewe alileta kifo, na alipoleta kifo na akafungua njia, na njia ni kwamba sisi tupate kumfuata Mungu na tupate kufuata mfano mzuri ambao ameacha. Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso ya kwamba tusikae kama wajinga, bali tujue mapenzi ya Mungu. Hivyo sitakuwa na maneno mengi, kwa kuwa nimepitia kwa kwaya. Yale ambayo niko nayo ni kwamba mbaki salama, na wakati mwingine tena tutakuja hapa ili tupate kuzungumza maneno mengi. Asante sana. Esther is an evangelist actually katika kanisa la Botori, na ameiga baba yake. Kuna wazee wa kanisa, hebu na tuinue mkono hivi, wazee wa kanisa walio katikati yetu. Asante sana. Wengine ambao wamebaki ni wanakwaya ambao wanaimba pamoja na Esther. Tunatakia familia mema. Tulikuwa tumeimba. Naomba Elder Justus Muchema aweze kufanya ombi tukimaliza. Tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu, mjana mwema tunakuja kwako tukiwa na Mungu wa shukrani kwa ulinzi wako mwema. Tunashukuru kwa umbali ambao umetufikisha. Tumekuja kwa ajili ya sherehe ya mzee ambaye amelala. Tunaomba kwamba uweze kuwa mfariji wa pekee katika familia hii, na pengo ambalo limeachwa uweze kulijaza wewe mwenyewe. Patia familia tumaini wakati ambapo utarudisha ufalme wako, kila mmoja wetu aweze kupatikana huku. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Chiko Raja Maronga, bwango. Abagakambare barua ugirango awali chikorera chia umugaka. Ngayo umugaka Thomas yagenda. Nomura. Njugo jaga yale. Oyo igakorukunga onsengo.
nero moko tuma batata oyo igako nga Thomas Besaka nere tato sira 20 tarikinya nere bonore otigati na tato mintu igonje sauti mugirango nkorwa nincho mwaka Westa asinjo mwakure ule chinsa tinda ito kuona mwana mange tigange tatoyo akwana na ilimo tatinda ito apologize simu ya no ko Henry oyoro mwaka upamela nanga kiresimi kuru yesterday na lero onte binga apologize ngana igwete bobe tango nyana kuikaga otherwise kuru bugirango maado mwaka kwa mwana nakire agesuko ruye power yane se umucho maronga uyore bara yane akire ngamu ya mwana se familia ye mwana abasizeni timbati amange ile tanto masisa kanguru kuna mwana bate mbuya mwana selibaga jendefti kerusia temba pameranse itale ena limugaka n'uyu minto tigendu yane kwane mbuya mwana nje nkuru endwete kurwa muchibomba aso asi pamelari igo endu yane ya ruari take ya yata kitikeka lakini bono tu represent. Kwa hivyo tumeshukuru kwa yale yote tumeona na we are happy. So tutaenda tumuelezee yale yatokea. Asante. Naitwe ejikolera gaiga ase omwana waulina ale ase omwana Geoffrey abwate omwana korukunga waulina ono rende nzubwate mangana mange zothe wapole ase ugusirikwa na kolera ono abonabo bamwabo mugako gurukunga olina oyosirete igo tigango oyo makwana gaiga era tokole uyamono nkengoro kumando Christopher akwani abayo mugako lino sirete tokoreta takora ya itoiga togatebanga pora sabana brabati wa bajokoro okay iga togatebanga pora sana sabana bati wa bajokoro toko basabere tiga wa mubwati Yesu nyasaye nabalende bagenderere igendo mugako yo kolera tigetenjera bagenderere na babe no bogimubiya boisanete biyamon ngengoro komando ku Christopher toire birengereria sogosa omochenu tata nyasa oyo uri iguru muno tuirane irimbi amano kuturinda ritukiri kurwo butuko na gwikirega twikire nseyega na noro chekirenga giatoretaga igasamatanga tato itore iguru muno karwa bore mugabene na kurwaga chagete kuru mwakasirire biamono tata kwa barindire gwikachinga kimine chiga o sianyare kana serie tari yawo na boy gobone bwa unyare kororekana unyare kwaga tabana aba chinjira chionsi obone bwa unyare kororekana na kubwa mono abiri na basani bachira ne bioma biamono na ndekere bawo chigosoka basoka serie tari yawo obone bwa bororekana matanga ali agotena chinga chinde atenene nenkeye obone bwa bororekana serie tari ya Yesu yoro mutulia ngole ngiga gatoka ndese kanisa ngoboli omo gaka oeli akorange kibindi ekegete arangi pastor abana banyasaye mbia muri mwezi tukwana nyanga sembeo bia mono
Nyumantara kora kende yosi igo kora manyanga omugano musini bwe kanisa umaronga tumanya koira na maganani omorisi maronga igabatisere tuliondonga akurwa buliondonga agacha gocha Kibirichi abwasa abwetororo naenda agasukia emirimo yaye yoborai gochia Getare rugurabu ase Getare kitari kinyo mutinyo gatatu mwaka w'ekiri bubere akabekerwa amaboko na Pastor Origo omwaka w'ekiri bubere na isato omorisi maronga ni garenge igarengo omunyakerogo wa magacho guse turatebe development chama omorisi maronga ni gara asere chesa ye kanisa namba 40 asego morisi maronga ni garo musiriki kurwa batizo yaye wekenga kieye bona ngatikangu turaonjoreria ekebindi egeutia se ibindi binde abalisia baraiga mokango saluti maoko abalisia thank you biamono oyo minto mupasa nchango liba go bolisia murandia aturani nabonda mu mwango igo minto na wakwani nende wairire buya hello wairire igonkoro kwa Pastor Nixon orure Nyakundi igonda iga in very many capacities patirende tiganda chakera buli bweri tangani aiga ni gondororo esengencho omuga korali no muga James Maronga is my father-in-law. Umuswatyo mintonko bwatia okoro Susan Mokeira omongina Osimion Ondieki is my sister. Igobono, that is the first capacity yogo chakwane gaiga. Bono tigan batebie my personal experience numugaka James Maronga tata ekarona lenge gukina igona nyore tenga igabete mensa yane ekiagera ekarona lenge University ya Baraton igo yalenga kongusana konyorano ne fees igona weta sabasani na bairi banga bansumia keigonga tigato gusumia gera ogende basoma Walonga Soma, I think it's Tata Maronga, I think one of the people who supported me in that ministry and mission, Yogoso Makamungo pastor of the Seventh-day Adventist Church. There is no day, but in this life, but I want to let you know, a trademark ya Tata Maronga, Niga smile all the time. But smile all the time. Raise up your hands, Indore. You can be able to sing as the trademark here. Tata was a smiling elder. We have lost that, but I believe the legacy will be that the children and the grandchildren and everybody will carry that trademark. Number 2. Nigonte naiga burumo pastor we kanisa ya Seventh-day Adventist. Inche nigongo serve kanisa ya Upendo SDA Church in Brooklyn, United States of America. Igoti gandete amagombo ye kanisa yane beginning from my first elder Josh Machuka omongino eno alingalia timanyi tusego bagenda
Karo no ara ali malio bakwandi they are going. Kogenda balindoche. Ni familia ne umonginone mokeira na bana baito na my mother okoroko era na mora umongina one of the senior mothers as a district ya Gachuba na banga amaigaye ne condolence yaye kegera nere. She's very old, she could not make it here, but rinde na barua amagombaye to this family. Bono elia gatatu igongo tenena korenta the servants of the Lord abaratora in this program. Nigon korenta Pastor Edwin Obiero. Pastor Edwin Obiero will bring the pastor of the hour, Oyole Naindo Mosanione. Bono, Igomoko Ngalang Kolegen Tegemo, please. Igongo Sawa for the family. Then Pastor Edwin will come up, Atorentaro Morandia, who will deliver the word of the Lord in this great convocation. Tosawang. Our loving Heavenly Father, we thank you. We glorify your great name and thank you even for this moment. Lord, we are here gathered to celebrate the life of one of your sons, Ella James Marunga, who has rested in death. Father, we thank you because he is a great gift unto us all. We thank you, Lord, for his legacy and for his service, especially in the church. We want to thank you, Lord, because of his place in the family. And Lord, at this moment, as his family is mourning and wailing his death, Father, we present them to you. That you alone, who is the chief comforter, will do that for them right now. That God, may you wipe their tears away and you may make them arise again to look at the glory of his life. And God, that his legacy will truly shine, that everybody will come to witness for you and they will come unto your kingdom through their influence. Lord, may you humble them, and we even thank you because they are represented in various places in the service of humanity. God, how we pray that this day you will be able to elevate them once again. Father, that everybody will be able to see them and see you, Lord, through their influence. And God, this moment again we pray that you may hide them under the canopy of your wings, that God, they may be able to realize that the sun will rise again. That in their disconsolate moment, as their hearts are heartbroken, and even the hope that they could have served their loved dad at this moment, God, they may realize that he is only asleep. This time again, God, we pray that you will remind us again that a time is coming, a glorious morning, when you will be able to bring your glory, and in that resurrection we shall be able to meet him and sing together with him the song of Moses and the song of the Lamb in that celestial home. God, that day, even those of us who are gathered here, we have lost our loved ones. Our dear brothers and sisters are resting in death. Our dear parents are resting in their graves. Our dear children are resting in their graves, Lord. And we are all disconsolate and mourning and expecting the Lord, that glorious day that you bring your kingdom. We shall all sing Hosanna as we join you in that eternal home. God, this moment, I want to pray even for the speaker of the hour, Pastor Josephat Orangi. Lord, as the time comes for him to rise again, to rise and speak, I pray that you may inspire him with your word. And God, as he speaks indeed, we shall see your glory and be inspired that even when death comes, oh God, we shall be comforted knowing that your promise remains true, that God, you are coming in glory. Death shall be silenced forever. Sickness shall be silenced forever. Poverty and all the imperfections of humanity shall be silenced forever. God, we pray that you may make that promise a living reality for us now. Thank you, Lord, because you have heard our prayer, and thank you because you have answered already, because we pray in Jesus' name. Amen. Pastor Edwin. Wapenzi wa Bwana, wasalimu mjambo. Ango tokwana niga
Onyakoro choyo biamono. Tata kobo mwinge asenge nchonyu wetena Josephat Orangi atoeri ngana. Egara mienka kiagere nteke nene tuachire nokole mia bale moyo. Haleluya. Na wanda kubuli raisi ganga inkiwacha kwa abande bacha barore mwamsi abasiere. Abande bacha barore ngakia matangari. Iwa itangazo number 1 kurasa kitabu cha Ezekieli 33:10. Aotebanga Nyasaye tawa chomoko ekiroma nyalwara aye. Hello. Ekero, when you die as a sinner, God has no choice. Ekinda adekwa tangazera ekatu achira koba kirori omogaga chomsi ararire nae eariganie orwe asume bawo webibe. Abanga atabanga ekeroma yabantakule usomo ntakule nigo oyorarira seso nigo aleke wansekia na Kisaburi 116 mstari yalia negesieri 15 tewatebanga. It is precious when a saint die in Jesus Christ. Ukuna kwa sema likuwa na mangana ina kwanire to kobu no munyabire kiagara Nyasaye igorote gogeti lakini kiora kwe erabebiya niyemono tato rarire na mumanya tobere nere michenyi soba nere tugokora obokoleri na nimefurahia sana. Baba anamjua Mungu na yale nimesikia kwa kweli nimekuwa shahidi, na kwa sababu ya hiyo nataka kumwalika mchungaji wangu Pastor Orangi ambaye ni kiongozi wa South Nairobi Kajiado Field ambaye anayesimamia stewardship and development and other departments anayeongoza sehemu huko ya Kajiado. Ningemuomba aweze kusimama, aweze kunena nazi. Ni wangapi pamoja nami wanasema ya kwamba Pastor tenena? Baba wetu, tunasifu na kulinua jina lako. Mchungaji pastor wako, mtumishi wako anapoenda kunena neno lako, naomba mtumie kama chombo apitize yaliyo mapenzi yako. Naomba kila mmoja atakayesikia ujumbe aweze kufanya toba na aweze kuchochi moyoni na aweze kutubu dhambi zake na rejee katika nyumba yako. Anapofariji familia pia, nimeombea familia wote waweze kuwa mashujaa wakijua siku moja tutaona Baba katika ufalme wako. Nimeomba haya katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Karibu mchungaji. So angara sobre nonya eguru ben chane tobogi mabao asese feka omo saraba bosioba megere yesa se kinchera jonsi Gendano kwegera asabatemo Komomore Seginere kongozo kwabayo
Segi nevandoro yogo hitanam matema kakohue. Chokomura matema rachasore. Rorobura ubukora oburabu waselyoboba goram mosutame omegele yesomanga. Bwana Yesu asifiwe, wapendwa. Siku ya leo ni siku ya kipekee katika maisha yangu. Siku ya leo ni siku ya kipekee kwa maana mzee ambaye nilimjua vema, mzee ambaye alikuwa ni shujaa wa imani, amepumzika akiwa amemaliza mwendo. Siku ya leo nilipopata habari ya kwamba mzee Elder James Marunga amepumzika, niliweza kujiuliza, je, mama Bathsheba atakaa namna gani? Wale watoto wake Marunga, akina my good friend Pamela, sikufikiria juu yako, bali nilifikiria rafiki yake wa dhati, rafiki yake mpendwa, mama Bathsheba atakaa namna gani? Nami nikasema Mungu akinijalia nitatafuta nafasi niende nikaombe na mama Bathsheba, na nimeomba na yeye. Sasa nimetosheka, sina shughuli zingine katika eneo hili. Pastor kaniomba niweze kuhubiri, nikamwambia pastor hubiri. Akasema siwezi hubiri ukiwa kiongozi wangu umeketi. Pastor, asante kwa kuruhusu nafasi hii. Katika picha ambazo tumesiona katika program, ninajua mumeona mzee pamoja na familia yake wakipiga magoti chini kwa njia ya maombi. Hiyo picha imenihubiria siku ya leo ya kwamba mzee Elder James Marunga alikuwa ni mtu aliyeamini Mungu wake na aliyekuwa anawasiliana na Mungu wake kwa njia ya maombi. Sijui wewe unawasiliana na Mungu ama unafikiria dunia hii ni yako? Kwa haraka, kwa sababu muda umeisha, nashukuru Profesa pale, umekuwa mwaminifu, umeketi mpaka masaa haya. Profesa, Mungu akubariki. Wewe ndiwe ulikuja kuomboleza pamoja na familia. Wenye walikuwa wanapita wameondoka. Nataka kusema ya kwamba wakati huu tunapoona ya kwamba mzee amelala, tunaweza sema nini katika maandiko? Katika kitabu cha Kings nasoma fungu fupi kutoka kwa kitabu ya katika Biblia, kitabu cha 2 Kings nani amepata pale? 2 Kings chapter 13 mstari wa 14. 2 Kings chapter 13 verse 14. Biblia inasema, nani ana Biblia Kiswahili ama Kikisii?
Soma Kiswahili mtumishi. Biblia Takatifu inasema basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua. Asante. Tutaenda kusoma pale nyumbani tukifika hapo. Biblia inasema mtumishi wake nabii wa jina Elisha alikuwa mgonjwa, na ugonjwa wake ilikuwa ni ugonjwa namna gani wapendwa? Abantu mbaya tiankumanekezi ebuku yake baiga Elisha umubani akaba umurwaire n'uburwaire bwarenga somo beroye ningo bwarenga uburwaire bwogoita toiwane na watu manene Elisha. The topic ya mahubiri yangu inasema what happens when the righteous die. Ni jambo gani linalofanyika, linalotendeka wakati mwenye haki anapumzika? Elisha alikuwa ni nani? Elisha alikuwa ni nabii. Elisha alikuwa ni nani? Elisha alikuwa ni mtu aliyekuwa na uwezo wa kumletea uhai maiti ambaye amekufa. Elisha alikuwa ni nani? Elisha ni yule nabii Mungu alimpa mamlaka na uwezo wa kusababisha hata wafu kuishi tena. Lakini Biblia inasema ilikuwa wakati aligonjeka na hakuwa apone, aligonjeka na alikuwa aweze kuaga dunia. Biblia inasema nini? Biblia inasema ya kwamba wakati huo yeye nabii, mtu wa uwezo aliyepatiwa mamlaka, ilibidi agonjeke na kaage dunia. Message yeyeko pale ni kwamba wewe na mimi kama ni wanadamu ambao hatuna uwezo sawasawa na wake Elisha, tutakufa ama tutakufa. Miraeli yangu onye Elisha kwete mora manche bali mora manche ngoro kiagoko bali mora manche bia mono onye Elisha omubanio kwete agatinde kwa asebera ayenanche ndokwe kusento okwa bia mono igogo tunyolina ki ayomo nginoria ayomo bakoria ayomo saoria asumo bero oborwaire mboro noborwaire obwo nibo moyo nokwi ego tunyorianga mwanya bantu okwiboro n'omukungu amatukaye n'amakemono nigego tunyorianga aye mwanya bantu okwiboro n'omukungu obogima bwao igabongo maengali nibokorekana mambia maragoa igogosu sana tulikorekana roro igona ki ogo kwento koreki ekero kwa gora kubuno muntu amachenu osora guno muntu omunyabire Biblia yote banga abo asore chelo wiko minainya ekero Elisha arwalete omosa omoke konyosoro mugambi aserieta ya Yoash ekero iwanga omobani Elisha oriano console kerengaki orwalire na elita kama moyo okomunyago cyase egatanda kya Elisha okomoroka okorera ngocyubu mabana barabe ngakinda gambe seye onye Elisha takora tiki tayo ekera korabo Elisha kamateria koraiga wosome krowachire nka uchisayo niki Biblia wotenyori arwo yoteria wa ekero umuntu resiro
ekero montoria wegekire omonto wengencho asenka ekero akorwara wekekere tokorora gukwa nigakoretwo gwoba asabanyene nigakoretwo gwoba asekenyoro nigakoretwo gwoba na sekenisa nigakoretwo makengecho omonene mantumba tera chati kweki alibomas lakini ati kweki mayetere yemo yati kweki mayetere yemo eria omonto monyamoronga gukwa bakekenyoro byakoraki kyarebe sunte ningi yakora ekero munyamoronga gukwa ekero munyamoronga gukwa migo akoretwo womono migo agosirio gusembera ase abanto bari moyo migo akoreta egesunte nase igo ekero Elisha arwarete niga arenge maututi mono Yoash omoruoti akarera mono akarora rigwamu rinene eriarete gutigara ase igo akagenda okorera na kiara yakora mugaka edorarire nigego toinyorianga aye mwanya bantu okoimurwa n'omukungu obogima bwao igabongo marengari nikokorekana mambia maragoba nigo gususana torikorekana roro igona ki ogo kwento koreki abo asorokero wikominanye ekero Elisha arwarete omusao moke konyosoiro mugambi aserieta ria Yoash ekero iwanga omubani Elisha uri arenge wo console kerengaki orwarire na nita ngakinda agambe enseye onye Elisha takoretiki taiyo ekero akorabo Elisha kamotebya koraiga wosome kero wachirenka uchisawo ninki bipire gotonyori abo yogotebyanga ekero omonto resiro ebirengereryo byabana baye ebirengereryo byabandi abanchaina sekenyoro bigo bakweborianga ine nga kyumo gimaborabe ekero mulise maronga takoretiki atayo na yo mnachiuliza hiyo naye Yoash alichiuliza hiyo nga kyumo gimo ararire imeyembera igoroge yao koraki igo ekero narigereria abana ba maronga kero narigereria familia ya kwa ujumla igo narora bairi anyegete igo narora bakorera na magomba manene korenderi ngane yo manene igo tebanga igoro ninki kerororo igoro no mochirimboka na incheke bungo kyo marigo basomera ebyo 2 Kings 13 verse 20 oyo igo kurukwanga nere Elisha karwara no muroire bwaye mbwarenge boko bwena omo elio ninki kiabe na chetaga kwa oseta chetaga kwa eyo shini yago tebanga ekara tinde kwa esegi arengo yaba Moab ekorwania ba Israeli omonto yomo ekara Elisha kwa agatinde kwa sembera aragwe esegi na ndega tokea ekere esegi yatokea omonto getaga kwa omonto rekera kwa bakomoira uchinyambera okure murutangawo ari asaba muruta tiba mayitega nembera ya Elisha ekera wa sembera eria ya Elisha omonto riorenge okwete agakunana na mauga aye Elisha ekera kunana na maiga ya mauga ya Elisha omonto bagada tumurto mwango tumurto kujura chiago tiba mayitembere ne yango ekera omonto riaboka abantu bari bakaminyoka gonda etebweburie wakwa watege tondo wakebekire embera ime arabu rigaika ime na n'omonto riate aterere ngio akore igona ki ninki yekoba ekero omonto omonyaboronga akure ekero omonto omonyaboronga akure nonyambari bakweteke muika bakoba moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wale ambao wamekufa kiroho wanakuwa hai kiroho kwa sababu wameshuhudia mashishi na matanga. Ninaomba nawe uweze kuwa hai. Siku moja wala mnataka kwenda, sikiliza hii peke yake. Sikiliza hii peke yake, wala mnataka kwenda. Siku moja nikaambiwa nikaenda hospitali pale KNH. Nilipofika KNH
Saint Maronga alizungumza ni neno linalopatikana katika 1 Kings chapter 2 verse 1 inayosema, sasa wakati umefika, nitalala, nitapumzika kama mababu zangu. Lakini nakuambia wewe Sulemani, remain like a man. Are we together? Go and read that text. To remain like... Akaniuliza swali moja. Basta, nimekuita na nimekungoja uniambie namna ya kukufa. Namna ya kufanya nini? Yaani wanakoganya onde unango kwa. Mwagoli yango kaona. Otiko sabero monto, professor. Otiko sabero monto por daktari. Abatenda tege barako ya daktari masabo. Kuna hata konterie una kingo kwa. Ekera majirende kwa. Kwa. Mpeli wao kingo kwa. Au kupata nafasi. Ujue ya kwamba wakati mwenye haki amekufa, utaelewa na wewe namna ya kupanga matanga yako, na namna nzuri ya kukufa ni kumtafuta Kristo, kuingia ndani yake. Na huyo Kristo ni nani? Yeye ndiye uzima, yeye ndiye ufufuo. Hata kama utalala sasa, umelala usingizi, atakaporejea utaingia kwa wingi wa uzima, sio kukufa tena, bali kuishi milele na hata milele. May the death of St. James Maronga be a great sermon to you to seek God and look for eternal life in Jesus' name. Familia kuja tuwaombe. Na mzee St. Maronga alizungumza ni neno linalopatikana katika 1 Kings chapter 2 verse 1 inayosema, sasa wakati umefika, nitalala, nitapumzika kama mababu zangu. Lakini nakuambia wewe Sulemani, remain like a man. Are we together? Go and read that text. To remain like a man, Pastor Sagini, please come over here and assist in this service. To remain like a man is to remain in Jesus Christ. To remain like a man is to accept Jesus Christ as personal Savior and to order your life so that in the resurrection morning you're able to meet with Him in the clouds when Jesus comes. Pastor Sagini, uwo sabira bantabo monene naye ngo tugandoche baramboro kabako iga ubasabire yasaye abagate na inchi nasabire yasaba monaini daktari maremburia mwari wenchoi ogenderere and ogenda komentaka na indi it pays high dividends ekara murime ya Yesu unatwaro liga ni faida yani gotobatonelete ikiamwa sote ya Yesu ekara ya Yesu watu botene kubwa nese micho mutigara ororo mutikundera tatomino bitukori kugontrua kwae asta please. Abakore wali basaba asemole na ino mukumyamya mwendere kubasabira na myera tango tusu. Baba ishie juu mbinguni, tunatoa shukrani kwako kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa huyu mzee tanga alipozaliwa na amekuwa sasa marehemu. Alikuwa na amekuwa akijali watoto wake vile tumesikia, kuwasomesha, na alikuwa na kuhudumia kanisa. Asante kwa kazi ile yote alifanya. Siku ya mwisho tutaona yale matunda alifanikiwa kuyapata Bwana wetu. Wazee wa kanisa wamesunguka familia yake vile Yerusalemu inaposungukwa na milima. Asante kwa neno lako tumepata kutoka kwa mtumishi wako, ya kwamba sisi pia tuwe waaminifu mbele yako, ili wakati utakaporudi tuwe tayari kukuraki kutoka mawinguni. Kuna watoto wako vile napoendelea kuomba wanajiombea,
ili Bwana na mimi nikiongeza Bwana wasamee dhambi zao. Hawa watoto na wajukuu wa huyu mzee wasije wakafikiri ya kwamba wamebaki kama watoto watima. Bwana wetu we yuko na uliona na ulikuwa wakati huyu mzee alilala. Sasa tukiombea huyu mama amebaki, tunamkabidhi mikononi mwako, endelee kumsaidia, angawa mwili wake na pia ni mgonjwa. Tunamleta kwa kiti chako cha enzi, endelee kumsaidia na umkumbuke ufalme wa mbinguni. Vile walijitahidi kusaidia huyu mzee hao watoto wake, pia wape hekima na maarifa, wakaribia huyo mama kwa njia ile waendelee kumsaidia pia. Asanteni kwa yoyote yale. Kama kuna ulegevu wowote kwa huu mji, Bwana ukamilishe. Wape nguvu wa kusoma neno lako. Yale yote wanafanya ya dunia hii ataisha, lakini waendelee kukutanguliza, kwa sababu siku ile utakaporudi waangalie vile walikuwa na imani yao. Asanteni kwa yoyote yale, na yale hatukuwaomba Bwana yatimise pia kupitia kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Asanteni sana, Mungu awabariki. So now we can hand over the family. Please take over. And now let me take this time to introduce my family who are in front of you by names. We have our mother who is not feeling well and could not be able to join us here right now, but she's around. Now let me start from the youngest, not in any particular order, but it's on my right side. I'm going to this young gentleman, his name is Dr. Elijah Maronga. He's the youngest in the family, even though he looks old right now. Followed by Simon Ondieki, who is in the middle. And then by Esther Gori and Pamela Mogaka. Our daughter here, Violet Boyani, she's a daughter to Simon, and of course we have a Mochokoro in our arms. Next to her is our mom, who is also a wife to Simon Ondieki. Her name is Susan. Next to Susan is our big sister. Actually, she's Mary Kemunto, and next to her is our dear daughter. Next to Firma, Amos Mogaka is assigned to Sarah. And next to him, Justin Ondieki is a daughter, is a son to Simon Ondieki. And the next to Simon is Helen Kwamboka. She's a niece here and a daughter to Mary. And the youngest is Caleb Ondieki Maronga, is the youngest of Simon Ondieki. Job Gori is a son to Esther. And next to Donfat Maronga, also a son to Simon. Brian is also a grandson of Gori, because he is son to Firma. Next is Amy Bosire. She's the youngest of my daughters, and we are not charming anybody. This is our aunt.
like you heard the story, aunt of the youngest of our father's brother is next right here. And next to him is Jeffrey Jr. Maronga. Is a son to me. Next to him Diane Costo. I guess it's just the name now. Then the eldest son is Charles Abere Bosire, who took full names of our late uncle, who passed away some time back. Now, we're introducing the one of the remaining sons of my father. Her name is Anna Mokeira Manyibe. She has been very good to us, actually in raising us, because we could interchange from here to our home. A very wonderful lady. She's also now catching up with age. Actually, she's the eldest of our dad, so she's past 96 already. And we pray that she lives long enough even to see 100 plus. Next to him is our eldest cousin, Sir Eric Bosire. We share a name because of the same genealogy, and is the eldest son of Mokeira, who is our aunt. Now, if you all can wave now, aunts, and say hi to our dear friends, that would be very nice. Now they can sit now, actually. Now let me take you an extra minute to thank you because of what you have done to us. It has been a very challenging last 2 weeks because of the death of our father. And how to do this exercise, but because kindness and love, because you helped us in your prayers, you lifted us up. This has been very successful. You have been good people to us, good friends. I know you have come from far and near. So now we pray that when you Lord, mercies until we meet again. We are not taking this for granted. We appreciate you, we love you, and you have been very nice to us. Thank you and God bless you. Osabande, Taburi Guru, Avanava, Uncle Saivani Mebuka, so Konya, Avanava, Ubave, Pakonoro Kongu, Otezeni Mebuko Yabo, Ekarobara Kora Maya. Ah, think in Jobu Yabulao, Ogumwana Tieso, or your Motorio. Amen. Bwana Bwana kuingia kita imoka mweze kuruguru mweze para mweze moyo ukwandu kende nenja ukangendage ukwandu kende kesogolo ukambegere yangu ukwandu kende nyagitari ukamiroka ukando muyamono atemerememia wakolete muyamono atemerememia akarukurigere yake oyorenga yeso yes milaya kwa yako banjara ilikuwa yako kwa yagitari ilikuwa yako bakesogolo uko yakantu
James Marunga umungi noye umungi na patiseba obeire kirori no mwanchoye uchire na utumukire bono Yesu tugukorangiria ekero kwaruri baga umulisia bya gutumukasa makweli utigare kore ndumungi na patiseba omwe ogosemeria gwitanitie mbera Yesu mugwatoko bako utara munera sobumubu gwikaba umirane ritukoriria ryo kubukwa kumugakoye baumirane asamare kari asogutigana na inde kurinda soko bamunere gwika kare na kare sisi ni abana baye ubuye bwa bagenda kogenderera sinkeye ekya Yesu watebire ngai turi gusunduka ayi turi kurara tore masinkeye kurubona gwika kare na kare twasabira section motorito Ntete kubainyoria evento ebibilia encheriwe gokwana nga Nyasaye akabogoria omochanga akanyobomba akaranyobomba akareta omoikoe akanyoutera ukaba mwanya bantu bosa akaba omonto ekero omonto omoika otata orurasi mwanya bantu niga gotigara omonto gose gotigara omochanga oria orosetie omubere oyo igo intwe balitole moyo twabere kerori asetagekeyega moyo minto omolisi James Maronga ngorarira sembera nkoira nara ase arwete aganyere etarumbete gosege tureri kero monene arairani boruti wae wakabere egere bali baraira sembera bamosemeretie ngababoke barabwo bagende gochengano mane Nyasaye ali igoro igonta etogotebanga bune Biblia ase gitabu kya Umurandia 7:20 akagotebanga aserira bali arwete erikoirana ase yarwete igona bongo saba chinga kechiga oyo mintenchinya inyale koira ni mobere tumaye gokora esemende kubwatia Umurandia 3:20 debanga wote huenda mahali pamoja, wote utoka katika mafumbi na hata mafumbi urudi katika mafumbi, ya kwamba mwanya wantaru weta somo changa akarua seriroma na bonsi mbaira nororo nonye tole moyo ngana ntwenga kiye ituneke ngaigamarawa nga akoirana ase arwete igo ndaetagoteba mchanga urudi katika mchanga. Tabano mchanga oyu kamongi na mama ne family ande bachukuru bagisangi bae. Thank you pastor. Amor
make angege sicha gosobo nyansi boro sana ege kogara mambie gesicha kiarre kana kere kia mugasogo ko motinde gesicha yakoraki kieringa Yesu sana ngobo gimabwa mwanya wanto akeroro moisho mokoso mwana nyaruko mokore chingurore buyole buya boikoro kwagota wachaka kwira na binege sicha geweka naende yamanya weka ngatali okogota woka ngankuraruru kwe wira nasiriga ngabono this is a sign ekoro kinga mwanya wantu nege sicha and we have accepted as a family that our father, our grandfather has died. It's just a flower, but it's resting to kingoja ufufuo wa pili. When John chapter 5 number 28-29 inasema kuna ufufuo wa mwisho wakati Yesu anaporudisha ufalme wake wa pili. Kwa hivyo makweli tawa tinguru chinde oyo wate chinguru Yesu oyo wogete kurwa sembera oyo le moyo ikaranto koboko kwabolyo kwa manene ya tanya sai tanya saba zesenye ngosabo monyi na mama wale atababeke gaiga alafu from there torore abamura lete monyi na mama lete monyi na maleta goterio kaiga chaiga Munyamwanda umuyaga Nyasaye twakirimya mono lero twabere kirori kigima ng'umulisi James omulisi yawe kanisa oyo waichore toka mwemeremo unyarire gutumuka ase enyomba yae ase mbera yae
nasabira omwana Nyasaye ng'omwana Nyasaye twabekira maua asembera yae kobekyorokererio ng'a twesi mwenye abantu bwere n'omukongo ere n'amaua yoro sana osino obunyansi bworo sana omwana Nyasaye ng'akinga okoboria tweyaliganie ekero turatumoke turaraswa okoboko kwao twasabira oleta omulembe asengeye oleta obuhanchani asengeye oleta obotoereru ase chingoro nakuba omwana Nyasaye osesenie kenyoreke wetera ase omochioyo omarunga nasabira owancha kwao koreka ase abana abasae ase abana abanyaruka abana abamura abagaka abagotu abang'ina abagotu n'abang'ina abake omwana Nyasaye abaseseni bonsi ekiroreranie oboroti bwao nyekenyoreke twesi tokwarigani togendeka otumoka twowancha kwao okorekane ase chinga chaitu na ase chingoro chaitu twasabire